mafundisho, hatusikii chochote kwa sababu roho zetu zimekufa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atusaidie. Roho iliyokufa haiwezi kusikia chochote. Yaani ni kama mtu aliyekufa ganzi. Unachoma sindano, unasikia? Hapa unasikia? Ndivyo zilivyo roho za Wakristo. Hatuwezi kubarikiwa kwa sababu roho zetu zimekufa. Hazisikii mafundisho, hazisikii neno la Mungu lolote. Hazisikii kukemewa kokote. Bwana Yesu asifiwe. Yaani hata mchungaji afundishe afanyeje kwamba sisi mafungu ya 10, mtu anarudi pale pale. Bwana Yesu asifiwe. Baseme kumtegemeza mchungaji, mtu anarudi pale pale. Sasa mtu wa namna hiyo manake ni mtu aliyekufa roho. Umekufa kiroho. Unakuja hapa tu kwamba ni Jumapili naenda kuabudu hapo kwa Dani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini uzima wa kiroho hamna. Mungu atusaidie. Kutoka 15:26. Bwana Yesu asifiwe. Tutatega nini? Masikio tutasikia. Kama nilivyosema hapa kwamba roho iliyokufa huwa haisikii. Lakini kama tuna roho ambazo ziko hai, ambazo zina uzima, tutasikia vile Mungu anavyotuagiza kupitia mchungaji. Na tukisikia tukatenda vile tulivyoagizwa, lazima tutapata afya ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Tutakuwa na afya njema kiroho na kimwili. Maana amesema atakemea magonjwa kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hatutaguswa na vibaya kwa sababu masikio yetu yanafanyaje? Yanasikia. Lakini kama tumekufa, hatuko hai, hatuwezi kusikia. Bwana asifiwe sana. Afya ni kitu cha maana sana kwa mtu. Kwa kuwa mtu akiwa mzima ana uwezo wa kuamrisha kitu chochote kilicho kibaya kitoke mbele yake. Bwana Yesu asifiwe. Mtu akiwa mzima, mtu akiwa na nguvu, mtu akiwa na afya njema, ana uwezo wa kuamrisha kitu chochote kilicho mbele yake ambacho ni kibaya kikaondoka mbele yake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mtu ambaye hana afya njema hawezi kufanya chochote. Bwana Yesu asifiwe. Mtu akilala hapa, hata aje nyoka hapa, hawezi hata kumuita mtu, maana ni mdhaifu. Bwana Yesu asifiwe. Nyoka atakuja, atapita hata tumboni kwake, yeye ni ndio tu, si mdhaifu, hawezi kufanya chochote. Bwana Yesu asifiwe. Hata nikamwambia beba hata spika ili hapa, hamisha, peleka hapa, hawezi, maana ni mdhaifu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atusaidie. Yaani huwezi kubeba chochote. Huwezi kukemea kitu chochote ambacho ni kibaya unachokiona kinakuzungukia katika familia yako na katika maisha yako, mahali popote. Huwezi. Kwa sababu umekosa afya kiroho. Hauna nguvu ya kukikemea kile kitu. Huwa tunatamkaga tu kwamba nimepewa mamlaka ya kuhamisha mlima. Bwana Yesu asifiwe. Umepewa mamlaka ya kung'oa mlima. Ukiangalia mtu mwenyewe hana hata nguvu hata kamoja. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye ibada ni wa Jumapili, lakini akija Jumapili hapa anasema nimepewa mamlaka ya kuhamisha mlima. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo nguvu ya Jumapili kwa Jumapili utahamisha mlima. Huna maombi tangu mwezi wa kwanza mpaka wa 12. Unahamisha mlima upi?
Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tukiwa na uzima tunaweza kuhamisha kitu chochote. Unaweza kukiamuru kitu chochote kikaondoka ukiwa na uzima wa kiroho, ukiwa na nguvu ya kiroho. Misali 18:20 hadi 21 utajisomea. Mtu akiwa na afya ya kiroho ataamuru umaskini utoke kwake. Bwana Yesu asifiwe. Kama nilivyofundisha hapa kwamba mtu akiwa na uzima au nguvu ya kiroho ana uwezo wa kuhamisha kitu chochote. Umaskini una uwezo wa kuhamisha, kukataliwa, magonjwa. Lakini tunateseka na hivyo vyote ni kwa sababu hatuna nguvu ya kiroho ambayo ina uwezo wa kuhamisha hivyo vitu kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunabaki tu kwamba hali yangu, ule ugonjwa wangu, umaskini pia unaridhika nao. Ukishapata tu chakula wewe basi inatosha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu umekosa nguvu, hauna afya njema kiroho. Lakini ukiwa na afya njema lazima utaichukia hiyo hali ambayo unaipitia isiyopendeza katika familia na katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Utaichukia, lakini pia utachukua maamuzi ya kuikemea na kuikataa sasa. Kama ni umaskini, kama ni magonjwa, utachukua maamuzi ya kuikataa hiyo hali. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa mtu ambaye sasa ni mgonjwa, hawezi kuchukua maamuzi yoyote. Kwa sababu huna mamlaka. Bwana asifiwe. Amen. Huwezi kuchukua maamuzi yoyote. Utaendelea kuishi kwa mazoea tu. Utaishi kwa mazoea. Kumbukumbu 7:15 pia utajisomea. Kama nilivyosema hapa kwamba ukiwa na nguvu kiroho utahamisha kila kitu, umaskini, ugonjwa, kukataliwa na hali yoyote iliyo mbaya mbele yako. Lakini pia kuonewa na nguvu za giza. Lazima utaikataa hiyo hali ya kuonewa na nguvu za giza, kwa sababu unayo nguvu ya rohoni, kwa sababu una afya njema kiroho. Utaipiga hiyo hali. Bwana Yesu asifiwe. Kama ni mdhaifu huwezi kufanya chochote, wewe ni kusalenda tu. Wenzetu Dar es Salaam wana Kwa hiyo na wewe kwenye ulimwengu wa roho unatembea hivyo hivyo, unasalenda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Luka 10:19. Tusomee Levi. Luka 10:19. Maandiko yanasema, tazama nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui. Ndio. Wala hakuna kitu kitakachowadhuru. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Sasa usilitumie hili neno kwa mazoea. Lazima uwe na nguvu ya roho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna jirani yangu mmoja pale nyoka akatokea siku moja. Yeye ni Mroma. Sasa nyoka alitokea jikoni. Yeye akatoka, yuko wapi huyo nyoka? Yuko wapi? Tumepewa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge, yuko wapi? Kashika ni mtu yuko mbali kabisa, yana anatuachia kicheko hapo. Kwa hiyo hili neno tusilitumie kwa mazoea. Hili neno linatumika kwa mtu mwenye nguvu ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Tumepewa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge. Mabaya yote tunayoyapitia hayawezi chochote kwa mtu ambaye ana nguvu ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Huwa Mungu ametupa mamlaka ya kumiliki na kutawala tukiwa na afya njema kiroho. Mungu ametupa mamlaka ya kumiliki na kutawala, na kila alichotuahidi huwa si cha uongo, inakuwa kweli. Bwana Yesu asifiwe. Maana yeye si Mungu. Ametupa mamlaka ya kumiliki na kutawala, lakini pale tunapokosa nguvu ya kiroho
ndipo sasa tunamilikiwa na maadui, tunamilikiwa kila kitu, tumewekewa mipaka, tunaishi vile wanavyotaka wao, si vile tutakavyo sisi. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu pia anabaki anahuzunika huko, kwa sababu ametupa mamlaka ya kumiliki, na kanuni za kutembea nazo ni kanuni ambazo hatuzitolei chochote. Bwana Yesu asifiwe. Hivi kuja ibada tu, kuja kuomba tu, kaja hapa ukaomba, unatoa kitu? Bwana Yesu asifiwe. Kuja kukesha, unatoa kitu? Ni kanuni za kupata nguvu ya kiroho. Kwa Mungu atusaidie. Mungu atusaidie tumiliki nguvu za kiroho, tuwe na afya njema. Bwana Yesu asifiwe. Tusiwe na mazoea katika kutenda yale tuagizayo. Bwana Yesu asifiwe. Yale tunayoagizwa tusiwe na mazoea ya kutenda. Mara nyingi hapa mchungaji huwa anasema na sisi, lakini sio mchungaji, ni Mungu huwa anasema na sisi. Vitu vingi tunapuuzia, tunaenda navyo kwa mazoea. Bwana Yesu asifiwe. Hicho pia ni silaha ya kukuzoofisha kiroho. Ukishapuuzia tu, manake unazoofishwa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Vitu vitakavyo kusaidia ili uwe na afya njema, ili uwe na afya njema kimwili na kiroho, vitu vitakavyo kusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Kimwili, kitu kitakacho kusaidia ili uwe na afya njema ni kutokubaliana na matokeo au majibu yote ya maabara kimwili. Bwana Yesu asifiwe. Tuko kimwili hapa sasa. Yaani kimwili, kitu kitakacho kusaidia ili usiwe mdhaifu kimwili ni kutokubaliana na matokeo au majibu yote ya maabara. Huwa shetani pia anawatumia watu wa maabara. Bwana Yesu asifiwe. Umetoka nyumbani, una ugonjwa tu wa kawaida. Ukifika hospitali, binadamu anakutajia magonjwa zaidi ya 100. Bwana Yesu asifiwe. Ukitoka huko, wewe ni mgonjwa zaidi ya vile ulivyotoka nyumbani. Nimesema kimwili. Yaani ukifika kule ndio unaenda kubeba magonjwa na yale ambao huku yajua. Bwana Yesu asifiwe. Ugonjwa umeongezeka, hujaongezeka? Umeongezeka. Ugonjwa pia unaongezeka kutokana na majibu ya maabara. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kitakacho kusaidia usikubaliane na kila kitu. Kama utakuwa na nguvu ya rohoni, vitu vingine nasema Mungu sasa wewe umebaki wewe. Bwana Yesu asifiwe. Unasema Mungu umebaki wewe kwa sababu matokeo mengine haya mimi sijui kwamba ni nani atakayenisaidia. Sasa wanakutajia magonjwa mengine ya kutibiwa India, una hela. Una hela ya kwenda huko. Si utaendelea tu kuzofika hapo nyumbani. Na kinachokuzofisha ni mawazo. Bwana Yesu asifiwe. Ugonjwa ulikuwa umejificha huko. Sasa daktari ameshakwambia ulikuwa kwenye mawazo yako. Kitakacho kuua sasa ni mawazo. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nilienda mahali kupima. Wakanipima, ukipima si huku, kunaonyesha vipimo vya huku mbele. Ukipima huku, kunaonyesha vipimo vya huku nyuma. Kwa wakapima, wanasema sehemu za huku nyuma sina matatizo. Ila huku mbele una matatizo ya tumbo. Na nikiangalia kweli huwa tumbo inanisumbua tangu nikiwa mdogo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa huko kwenye tumbo, alafu kingine kitu ninachokiona, una wengu swindo linaanza au swindo linaishia. Sasa mimi ningekibeba hicho, maana ningeanza kuzoofika. Mimi ni mgonjwa wa wengu. Mimi nina wengu. Mimi nina wengu. Unaendelea tu kukua mabega. Bwana Yesu asifiwe. Unazidi kukonda tu, sasa ndio na unasema hivi watu wa wengu hawataki kula nini? Unaenda kuuliza na majirani huko. Hawataki kula samaki. Na wewe unaacha kula samaki, si uniambiwa? Bwana Yesu asifiwe. Hawataki kutumia sui nini? Na mimi naacha hichi hapa. Kwa hiyo naanza kutumia vitu ambavyo vitakuzoofisha mwili kwa ajili ya majibu uliyopokea kule. Bwana Yesu asifiwe. Kataa majibu yote. Si kwamba ukatae yote, yaani usiyapokee yote na kuyabeba. Yale ambayo una uwezo wa kuyatibu, yatibiwe.
afe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini yale mengine achana nayo, sema Mungu nimekuachia wewe. Bwana asifiwe. Mamangu hapa anasema hilo mwanangu. Yaani nakutia nguvu leo. Nasema kila magonjwa aliyokutamkia yakatae kuanzia leo. Sema Yesu sasa nakuachia wewe. Bwana Yesu asifiwe. Kinachotuua ni mawazo kwa sababu ya kupokea majibu. Bwana asifiwe. Kiroho pia shetani huwa anatumia vinywa vya watu kudhoofisha mtu kiroho. Shetani pia anatumia vinywa vya watu kudhoofisha mtu kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Sasa usipokuwa mwangalifu hapo, kadri utakapolipokea neno la mmachiku alivyokudhoofisha ndani ya kanisa, ndivyo sasa ukalibeba vile vile, na wewe sasa hauna nguvu ya kiroho ya kuweza kulipiga teke na kulipangua lile neno, ukaendelea kudhoofika kiroho na baadaye ukaanza kuwaza kuacha wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Baadaye ukaendelea kuacha wokovu. Bwana asifiwe. Amen. Yesu anakuja. Amen. Na anakuja kuchukua watu walio na afya njema. Amen. Haji kuchukua dhaifu. Maana kama unabeba neno kama lilivyo, kama alivyokuletea Mama Steve, ukalibeba na likakusababisha kuacha wokovu, wewe ni mdhaifu. Yesu atakuacha. Bwana Yesu asifiwe. Ufunuo 3:21 hadi 22. Ufunuo 3:21-22. Yeye ashindaye nitampa kuketi pamoja nami katika kiti changu cha enzi, kama mimi nilivyoshinda nikaketi pamoja na Baba yangu katika kiti chake cha enzi. Yes. Yeye aliye na sikio na alisikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Bwana Yesu asifiwe. Yeye aliyefanyaje? Aliyeshinda. Bwana Yesu asifiwe. Ataketi pamoja na Yesu, kama alivyoketi yeye pamoja na Baba katika kiti cha enzi. Kwa hiyo tusiposhinda haya majaribu, tusiposhinda haya maneno ya vinywa vya watu yanayotudhoofisha ili tuache wokovu, manake hatutaketi pamoja na Yesu, hatutauona ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atusaidie. Yesu anarudi kama alivyosema katika neno lake la Ufunuo kwamba maneno haya anaongea na kanisa. Aliye na sikio na asikie, na Mungu akubariki. Amen.